Kithure Kindiki now is the man that is very desperate in Kenya Kwanza regime. The man is very desperate in the so-called broad-based government. The ODM supporters are very clear that we are coming for your seat. If UDA produces the presidential candidate, ODM must produce the deputy presidential candidate so that the two parties can be together in the next election. So it's a confirmed position that we will go for the deputy president's position. That's aside. You saw the changes that took place yesterday. Some of his role imepewa Musalia Mudavadi. And now Kindiki is also furious. Kindiki is very clear that okay, it will remain the same even though you give any other person this position. Mambo bado yatabaki yale. There's no change that we shall see, or there's no change that Kenyans will expect. Just check. Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. Yeah, takaa hivi. Hakuna takaa tu hivi. Sijui kama tumeelewana. Yeah, there are no changes. It will be like this. Itakuwa hivi the way it is sahi. And it is clear now this guy is being disrespected. This guy now anapelekwa vibaya sana. Tunaweza ona huku outside that the guy is laughing, huku outside that the guy is doing ABCD, but deep down the line, this guy is suffering. And Rigathi Gachagua did not hesitate. Rigathi was clear, okay, our son, we want you. They use you to fight me. They use you to do everything to our community. It is now high time we are welcoming you back. Kuja nyumbani and we will accept you. Hii mambo tunaona Kasongo akifanya is not doing good. Kasongo kazi yake ni kuwatumia but kisha baadaye atawacha. But in case afanye hivyo, kujini nyumbani, your home is DCP. Hebu tumsikize Gachagua. Sasa nimeona ameanza kuangaisha Kindiki. Na mimi niliambia Kindiki. Nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto asiongea, huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue, ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you my younger brother, siku alikutumia kunihangaisha mimi, alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Huyu Ruto hakuna mtu ya mlima atawacha hata moja. Atameza nyinyi yote. Hata nyinyi akinarindikire Kasongo atakuja kumeza nyinyi. Huyu mtu hataki mtu ya mlima. Kazi yake ni kutumia watu kama tissue paper. Kwa hivyo Kindiki, ile unapata ni ugonjwa wa kujitafutia. Ile unapitia ni miba ya kujitafutia. Na nilikwambia, niliita Kindiki siku niliona Kasongo anamtumia kunihangaisha kunitoa kwa ofisi. Nikabebeleza Kindiki nikamwambia my younger brother, don't be used by Ruto to undermine me. Don't. Nilipembeleza profesa. Nikamwambia wewe ni mtoto ya nyumbani. Tafadhali, kama mimi nitachinjwa, nisichinjwe na kisu yako. Na ukinichinja, damu yangu ikimwagika itakuja kukula wewe. Na nikamwambia Kindiki, huyu mtu si mtu mzuri. Anakutumia kunihangaisha mimi, ndio hangaisha jamii yetu. Lakini akimalizana na mimi, he'll come for you next. It has come to pass. So my younger brother, pambana na hali yako. But I warned you. Mimi nilikuambia. In this video guys, let me try to explain to you guys why I strongly believe that Kindiki ametolewa. It's just there as a picture. You know, we start to actually read the body language of the person. So you can wonder how this guy Kindiki is speaking. Actually, unaweza sema huyu jamaa amesense kitu. Kama si kusense kitu, mahali ako hayuko comfortable.
si tu kuwa comfortable but mahali yako kuna, yani there is a lot of force that is piling on him and now ana mtetezi kabisa. It's something like ulisema okay, wewe ulitolewa hapa ukapewa hii position, so you don't have any power, you don't have, yani you cannot even, wewe kazi yako kule uko tu for the sake of wakikunyang'anya hii wape mwingine, you cannot even sema okay, people elected me, watakuuliza who elected you, and that is a very dangerous lesson that Kenyans need to get it. Hii kitu yote inaitwa deputy seat, be it the deputy governor seat, be it the deputy president seat, be it the what else, yani to be deputy to someone else ni kitu ingine that kwangu I cannot say it's good, kwa sababu these people will mistreat you. Kindiki imeanza, these people they can replace you anytime they wish. Tuliona Rigathi Gachagua alitolewa wakaleta Kindiki. These people they can frustrate you. Kindiki tunaona. These people they can do whatever kwa sababu you are deputy to. Huyu sana anaweza choose mtu mwingine. That's why I listened to Sifuna when he was being interviewed in Kisii, when he held the rally in Kisii. Sifuna was clear that okay, deputy president seat is a nominated seat. It's like mtu anakaa chini anasema we kuja unisaidie hii kazi. We kuja unisaidie hii kazi, kumaanisha huyu mtu ana mamlaka kuambia enda rudi, kwa sababu nimepata mwingine, wacha nifanye na mtu mwingine kazi. So this seat is a very useless seat and Kindiki exit is just but its genesis. Wacha tuone itakuwaje. I don't think if this year will end. This year will not end if Kindiki is still the deputy president of this Republic of Kenya. Kindiki might choose either to resign kwa sababu he cannot be impeached. Sasa watamwambia tu, mtu atamwambia we enda, nimeona wacha hii kazi msali afanye, then mambo itakuwa imeisha hivyo. Yeye ana ati people will say Kindiki Kindiki and these two people will be in danger. One ni Kindiki mwenyewe na two ni Ruku. These people has been used in a mountain without them knowing. Yani they have not seen, sijui watu hao watu wamesoma. Kuna kitu kingine, kuna time ingine mufikirie kidogo. Umeona tu Gachagua amefight Uhuru mbaya sana to bring Ruto in power. Gachagua akapelekwa nyumbani. Then wewe sasa uko hapo hoping that okay, Ruto is a good person. Nani aliwadanganya? So either Kindiki his way is to join DCP. That is the only option that Kindiki has. You cannot tell me that atenda form the other party. He cannot form a party. And when you look how Mountain is, Kindiki is a presidential candidate. Having that, the court barred Rigathi Gachagua from running just from his impeachment. It is clear indication that this time round, when Kindiki joins DCP, he will have now that mandate to be presidential flag bearer in that party. So the only option that labda I can say, and the only option that I can explain to you is Kindiki to join DCP. Rigathi pia anasema rudi nyumbani, and you all understand that the party of the mountain is DCP. Sasa kusema rudi nyumbani na anamwelcome kuja, we have a party. Huyu jamaa alinipiga vita, huyu jamaa alinifukuza, but aliponifukuza si kuja kulala, aliponifukuza si kuja kunini, nilikuja at least ndo hii niko na hii chama ambacho ni cha mlima, kuja tufanye kazi pamoja. I think when Kindiki will resign then join DCP, that will be over for William Samoei Ruto, kwa sababu now all these plans zenye yako kutumia kina Ruku to divide the mountain, we realize that one, Kindiki is against it, two, Rigathi is against it. Their interest is converging. We don't want mountain to be divided. Now, when Ruto is frustrating this Kindiki aende, how will the mountain people
look ama watachukuliaje Ruto? Kindiki hawezi kuwa mbaya, Gachagua akuwe mbaya. So ni wewe uko na shida. And now these people will wake up very early in the morning to ensure that their voices itakuwa heard. Now this time round on a ballot. What is your take on that from the development that you are seeing pertaining the second in command in this Republic of Kenya? Disemba itapata Kindiki kweli? Rigathi ilianza hivi after Gen Z, sijui Rigathi was planning na hii sijui mara is now financing the Gen Z to buy sijui the cars, to buy what mask, to do ABCD. Now is this guy wenye tumesema huu mwaka utaenda na Kithure Kindiki, and the politics now becoming to be more interesting. And if you have not subscribed to this channel, I don't know what are you still waiting. We still have much that we are going to bring to you guys. We still have much that we are going to talk. We still have much. I'm just entering the field. Hata kama tuko na big analysts na analyze channel siasa, but the unique nature of me will bring you to this channel. What is your take on that? Kwangu mimi naona that 2027 haitapata Kindiki akiwa the deputy president of the Republic of Kenya. To save this video, I will come back to talk to you guys. And guys, again, as I wind up, if you have not clicked that like button, kindly please do so that YouTube can at least recommend this video to more people. And again, you can still help me with something small, even to buy coffee through that number you are seeing on your screen. And with that, peace and love. Hope you have subscribed. See me in the next video.